nimepata kibali na tumepata kibali kuwa na mtumishi wa Mungu Dr. Michael Mgimba mahali hapa. Mshangilie Jehova. Yeye ni rafiki yangu na mtendakazi katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Wangapi wanafurahia kuwepo kwa Amen. Wanawake ongeza shangwe na vigelegele. Haleluya. Unajua ni heshima kubwa ikiwa mtumishi mwenzako anatoka mahali pake alafu anakuja kwenye madhabahu unayetumikia. Heshima kubwa mno. Haleluya. Anatoa muda na anamwambia Roho Mtakatifu ampe kitu cha kusema. Anakuja anatumika. Dr. nakushukuru kwa kuwa umefika. Hawa ni watu wa Mungu. Haleluya. Karibu sasa tujenge ufalme wa mbinguni. Makofi na vigelegele kwako. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama una afya njema mpungie Yesu mikono. Haleluya. Amen. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyenipa uhai wa kuwa mzima siku ya leo. Namshukuru sana Mungu na natumaini nawe pia ni mzima wa afya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninarudisha shukrani zangu za dhati kwa mtumishi wa Mungu baba yetu Bishop Matthew kwa kunipa heshima hii ya kusimama mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. I honor the grace. Amen. Hallelujah. Kwa majina mimi naitwa Apostle Dr. Michael Charles Mgimba. Ni mbeba maono wa huduma inaitwa The Global Prophetic and Discipleship Mandate. Inapatikana Kibaha, mkoa wa Pwani. Kwa Kiswahili tunasema mamlaka ya kinabii na wanafunzi wa Yesu ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi sana kuwepo mahali hapa na karibu sana kwa ajili ya hiki ambacho Mungu ataenda kutulisha siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa kumheshimu Mungu nitaomba tusimame tena dakika moja ili tuweze kumshukuru Mungu na tuanze kile ambacho Mungu ameamua tukifanya mahali hapa. Haleluya. Twende mbele za Mungu. Baba yetu na Mungu wangu, ninakutukuza. Ninasema asante kwa ajili ya jina lako takatifu Mfalme. Pokea heshima, pokea sifa na utukufu. Mungu, tazama siku ya leo Mungu tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kuungana na ndugu hawa katika Kristo katika kujenga na kulinua kanisa lako. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya yote. Ninaomba Mtakatifu akatuongoze kila tutakachokifundisha mahali hapa, kila mmoja wetu akakibebe kama kilivyo, kikawe na matokeo katika maisha yake. Ninafunga na kuharibu kila nguvu za giza, roho yoyote ya kuzimu, malango ya kuzimu, roho za ibilisi, roho za uovu, roho za madhabahu zinazofuatilia, ninazifunga katika jina la Yesu Kristo hai. Ninaomba Mungu usikivu, kila mtu ambaye yuko mahali hapa akapokea kile ambacho Mungu umekiandaa kutumia mtumishi wako.
Rabadushe lebrage velosiande majote lebrea selovre iga ratushe kedebia hapia ramusebea haskaraviata katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninaomba na mimi mtumwa wako katika Kristo usinisahau, kwa ninachoenda kukifundisha inawezekana kinaenda kunijenga na mimi pia. Baba, ninaomba kila atakayepokea hiki ambacho tunaenda kukifundisha kikawe ni muhuri katika maisha yake, kikambariki na kumuongoza katika familia yake, katika biashara yake, katika kazi yake na chochote ambacho anaenda kukifanya. Mungu, ninakushukuru, ninasema asante, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na tuseme amen. Tumpigie Yesu makofi. Haleluya. Basi karibu tukae. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu amenipa neema na kibali kwa ajili ya kujifunza somo la Roho Mtakatifu. Amenipa kibali na neema kwa ajili ya kujifunza somo la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kujifunza somo la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo somo letu linasema roho saba za Mungu na jinsi zinavyofanya kazi katika maisha ya wokovu. Kwa hiyo tutaanza siku ya leo tutajifunza somo hilo, lakini kabla hatujafika kwenye hilo somo tutaanza kwanza na utangulizi. Na nilikuwa natamani sana kila mmoja wetu awe na cha kuandika, cha kuandikia. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaja, Mungu kuna kitu amenionyesha siku ya leo, na nataka niwaambie watu wa Mungu kwamba mahali hapa ni mahali pa kufahamu. Mungu amempa mtumishi wa Mungu neema ya neno. Haleluya. Mungu amempa mtumishi wa Mungu neema ya neno, na ndo kitu ambacho Mungu amenionyesha kwamba Mungu amempa mtumishi neema ya neno. Sasa ukisoma ile Marko ile 16 mstari wa 15 anasema, akawaambia, nendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aamini ataokoka, asiamini atahukumiwa. Uwezi ukaenda kuhubiri injili kwa mataifa au kwa kila kiumbe alafu huna kitu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kupata kitu tunapateje? Tunapata vitu kupitia kujifunza. Tunapata kitu kupitia kujifunza. Kwa hiyo ninachokihitaji au ninachokitamani, kwa sababu mtumishi wa Mungu pia Mungu amempa neema ya chuo, lazima ujifunze, lazima uandike. Amen. Ni vitu simple unaweza ukaviona, lakini siku ukipigwa. Ndio maana wanajeshi huwa wanafanya training kipindi cha amani. Bwana Yesu asifiwe. Wanajeshi huwa wanafanya training kipindi cha vita. Kipindi cha vita huwa wanaenda kutumia kile ambacho wamejifunza kipindi cha amani. Haleluya. Kwa hiyo nimeona tu niseme hilo, ili hata ikitokea siku nyingine kwa wewe ambaye huna daftari au huna cha kuandika, chukua note, kwa sababu kuna vitu vinaweza ikakusaidia. Haleluya. Lakini pia Biblia inasema, nilipokuwa mtoto nalifanya kama mtoto mchanga, lakini sasa hivi nimekuwa mtu mzima, nimeachana na mambo ya kitoto, nimefanya au nafanya nini ya kiutu uzima. Sisi wote tunaokulia wokovu. Unaweza ukawa ni bishop, unaweza ukawa ni mtume, ukawa ni nabii, lakini wokovu wetu ni endelevu. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu wetu ni endelevu, na ndio maana mtumishi wa Mungu sikuona hata maana ya yeye kusoma. Labda sikutaka kusema tu, ni mwanafunzi mwenzangu tunafanya PhD ya theolojia. Haleluya. Tumpigie makofi bishop. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila siku ni muda wa kujifunza. Kwa hiyo najaribu kuliongea hilo kidogo, kuliwekea foundation nzuri, kwa sababu mtumishi wa Mungu, Mungu amempa kibali cha kufungua chuo. Na kwenye unabii, na maana hiyo ni University of Theology. The coming university ni chuo kikuu ambacho kinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu huwa kinaanza kidogo, lakini kinakuwa kikubwa. Hiyo ni chuo kikuu. Kwa hiyo usikione hivyo kilivyo, ni chuo kikuu. Bwana Yesu asifiwe.
Je, walimu watawapata wapi? Na maana walimu ni sisi. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Nitaomba pia kama kutakuwa na mtu ambaye atakuwa ananisomea baadhi ya maandiko, itakuwa ni jambo jema zaidi, au mimi mwenyewe naweza nikawa nasoma itakapokuwa. Haleluya. Nimesema somo letu la leo tutajifunza Roho Mtakatifu, lakini tutajifunza roho saba za Mungu na jinsi zinavyofanya kazi katika maisha ya wokovu. Roho saba za Mungu na jinsi zinavyofanya kazi katika maisha ya wokovu. Na tutaanza na Matendo ya Mitume. Kwa utangulizi tutakuwa tuna flow kwa namna ambayo Mungu atakuwa anaruhusu. Haleluya. Kama kuna mtumishi wa Mungu ambaye ana maiki, ana Biblia, unaweza kuwa unanisomea maandiko, au kama inakuwa ni ngumu basi najitahidi mimi mwenyewe kukimbia, tuone vile Mungu atakapokuwa anatuongoza. Haleluya. Ukisoma Matendo ya Mitume 2:1 hadi 4, anasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowaka kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ile siku ya Pentekoste ni kama hivi tulivyokuwa tumekaa kwenye chumba kama hiki, kila mmoja ana shauku kwamba tunamhitaji Roho. Haleluya. Anakuambia kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowatamkia. Tunapoongelea lugha inaweza ikawa ni Kimakonde, inaweza ikawa ni Kibarabaiki, inaweza ikawa ni Kibena, inaweza ikawa ni Kizalamo, Kiswahili, Kiingereza. Hiyo ni lugha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawa walikuwa wanahitaji Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa Mungu, wanamsubiri kwa hamu, kwa shauku. Ghafla ukawatokea hizo ndimi zilizogawanyika, wakaanza kunena kwa lugha wasioijua. Yaani ni sawa sana mimi mara ya kwanza nimeanza kunena kwa lugha, Mungu aliponiokoa, nilikuwa nanena kwa lugha ambayo sijui. Muda ulivyoenda nikaja kujua baadaye kumbe hizi ni lugha tofauti za mataifa kabisa za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna lugha nyingine sio za mataifa, yaani nikimaanisha kama Kiswahili. Kuna kipindi nilikuwa nanena, nikaja kugundua ni lugha moja inatokea Zimbabwe. Nikawa nanena nikagundua ni lugha ya South Africa, lugha wanaita Xhosa, sio iko kusini mwa Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitatoa maana ya maneno yafuatayo. Neno la kwanza ni maana ya Roho Mtakatifu. Maana ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu. Ni Roho wa Mungu aliyekaa ndani ya mwamini baada ya kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yaani na maana ni Roho ambaye ni msaidizi wa mwamini. Narudia tena, ili simple way ni kwamba tunapoongelea Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ni nafsi ya tatu katika uungu. Ina maana kuna Mungu tunasema Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini huyu Roho Mtakatifu ina maana yeye baada ya muumini au mtumishi wa Mungu au mimi nikishampokea Kristo kuwa ni Mwokozi wa maisha yangu, ina maana nikibatizwa kwa Roho au kwa moto, nitaanza kunena kwa lugha au nitaanza kuwa na Roho Mtakatifu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kutengeneza msingi ili tutakapoingia kwenye hilo somo letu ambalo ni somo mama, basi kila mtu awe anajua tunatoka wapi na tunaelekea wapi. Haleluya. Ukisoma Yohana 14:16 hadi 17
Yohana 14:16 hadi 17. Neno la Mungu linasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Haleluya. Huyu msaidizi ndiye ambaye tumemwona hapa, ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo pia ukisoma Matendo ya Mitume 1:8, Matendo ya Mitume 1:8 anasema, Matendo ya Mitume 1:8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata miisho ya nchi. Ina maana ukishakuwa na huyu Roho Mtakatifu unaweza ukawa shahidi wa Mungu. Unajua Mungu ambao watu ambao Mungu ametupa neema ya kufanya uinjilisti. Kuna wainjilisti hapa. Tunyoshe mkono. Haleluya. Uwezi ukatumika kwenye neema ya uinjilisti kama una Roho Mtakatifu. Never. Na kati ya huduma ambazo naweza nikasema ni huduma ambazo za hatari ni huduma ya kiinjilisti. Sio unabii, sio utume, sio nini. Kwa nini sio? Na jiulize swali moja, unaenda kuchukua mtu ambaye amepigwa na shetani. Yaani wewe ni kama rescue team. Ni sawasawa taifa limeingia kwenye majanga, labda mafuriko, alafu unatumwa uende ukadai labda ni baharini au maji yamejaa ukaokoe watu. Sio kitu kirahisi. Na kinahitaji Roho Mtakatifu, kinahitaji Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukipokea nguvu, ina maana wewe utakuwa shahidi. Kuwa shahidi ni ile kumsimulia mtu au kumwambia habari za Mungu, habari za Yesu, kwamba Yesu anaokoa, Yesu anapenda, Yesu anabariki, Yesu anainua na kila kitu. Haleluya. Lakini Wakorintho wa kwanza 3:16, Wakorintho wa kwanza 3:16, bado tuko kwenye definition, yani maana ya maneno, ili nijenge msingi. Wakorintho wa kwanza 3:16, neno la Mungu linasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Hamjui nyinyi mmekuwa hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Wakorintho wa kwanza 3:16. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na Roho Mtakatifu, kwanza unakuwa na confidence. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Roho Mtakatifu lazima akae ndani ya hekalu lako ambao ni mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma Efeso 1:13, wa Efeso 1:13, wa Efeso 1:13 inasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na yule na Roho yule wa ahadi aliye Mtakatifu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukishakuwa na Roho Mtakatifu ni wewe tayari umetiwa muhuri. Kipindi kama sijaokoka nilikuwa napigwa sana na wachawi. Nilikuwa najiuliza hivi, kwa nini nilikuwa nahama nyumba, unatoka, kuna kipindi nilikuwa nahama nyumba, nimekaa nyumba za serikali, nikawa napigwa na wachawi, nikakimbia nikaenda nje ya mji, nikaenda Kigamboni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani jamani, kama ndo nilichochea moto, wakawa wananikimbiza hivi. Sasa nikawa najiuliza hiki ni nini? Nikatoka nikakimbilia Kibaha, still jamaa ndo wakawa wameongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Nikaja kugundua ni kwa sababu sina Roho wa Mungu, kwa sababu sijaokoka, kwa hiyo nilikuwa nimepigwa chapa ya kipepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu ina maana wewe ni kiumbe kipya. Ukisoma ile Wakorintho wa pili 5:17, kwamba hata mtu akiwa ndani ya Kristo ina maana amefanyika kuwa mpya. Bwana Yesu asifiwe. Umepigwa chapa, ina maana wewe sio yule wa zamani. Haleluya. Sasa
Ukisoma Efeso 1:13 inasema nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Ina maana ni habari njema. Ndio maana nimeuliza kuna wainjilisti, Bwana Yesu asifiwe, watu ambao wanatengeneza msingi wa Kristo, kazi ambayo Yesu Kristo mwenyewe aliifanya. Amen. Habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na yule wa ahadi aliye mtakatifu. Haleluya. Sasa baada ya kujua Roho Mtakatifu, tutaenda moja kwa moja kuangalia utangulizi. Nilitaka kabla sijafanya utangulizi tumwangalie kwanza Roho Mtakatifu nani, kwa sababu hatuwezi tukaingia sehemu hatujui tunachojifunza ni nini. Haleluya. Na kwanza kabisa Roho Mtakatifu huwa haishi kwa mtu ambaye hana ufahamu. Roho Mtakatifu huwa haishi kwa mtu ili mradi tu ni mtu, na ndio maana kabla ya yote unatakiwa kwanza ufanyike kuwa ni kiumbe kipya. Unatakiwa kwanza ubadilishwe ili huyo Roho Mtakatifu afanyeje? Aweze kukaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na ndio maana hata leo kwenye huduma ya kinabii manabii wengi wanatumika chini ya viwango kwa sababu ya kukataa kupata ufahamu wa neno la Mungu. Haleluya. Manabii wengi wanatumika kwa ajili ya maslahi yao binafsi kwa sababu ya kukosa neema ya kumjua Kristo au neema ya kulifanyia neno la Mungu liwe assimilated ndani yao. Haleluya. Ndio maana nimesema ili Roho wa Mungu akae ndani yako unahitaji ufahamu. Na ufahamu huo kwanza kabisa ni kujua Kristo ni nani. Ni kumjua huyo Kristo ni nani. Haleluya. Ina maana ni kuokoka na kumkiri Yesu Kristo kuwa ni mwokozi wa maisha yako. Ukishamaliza hilo, Roho Mtakatifu anaanza kuingia ndani yako na kuanza kutenda kazi ambazo kwa hali ya kawaida hujawahi kuziona wala kuzisikia. Amen. Na huyu Roho Mtakatifu ukishakuwa naye ndiye Roho anayetusaidia sisi kufanya kazi mbalimbali katika maisha yetu. Shetani, ukisoma Biblia Yeremia 1:5, Mungu alikuwa anamwambia Yeremia, Bwana Yesu asifiwe. Yeremia alikuwa ni nabii kati ya manabii ambao walifanya kazi kubwa sana ya Mungu. Yeremia alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Ukisoma Yeremia 1:5, Mungu anamwambia nalikujua tangia ukiwa tumboni mwa mama yako na nikakufanya kuwa nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini Mungu alimjua Yeremia? Kwenye medical nilisahau kujitambulisha vizuri. Mimi ni daktari, mimi ni medical personnel. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni medical personnel na ni researcher upande wa microbiology and immunology. Sijui kwa Kiswahili nisemeje, microbiolojia na immunolojia. Yaani ukiongelea COVID-19, ukiongelea mambo ya DNA, sijui wadudu wale, virusi, bakteria, ndo nimefanya ubobezi kwenye hiyo area. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu kwa neema yake ameniokoa. Amen. Sasa kwenye vinasaba vya mwanadamu au vinasaba vya mnyama au chochote kile, kuna kitu kinaitwa protini. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi protini ndizo zinazoamua kinasaba kiwe cha namna gani. Kinasaba kiwe cha namna gani. Ndio maana mama akikutana na baba watapata mtoto, lakini yule mtoto atakuwa na vinasaba upande vya mama, upande vya baba. Kuna kitu kinaitwa genetic testing au paternity testing, yaani kumjua mtoto huyu ni wa baba gani. Yaani imetokea labda kesi kwamba kuna baba ameonekana mtoto huyu sio wake, ameingiziwa, yaani amepigwa, tunaita kwa lugha ya mtaani. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofanyika, kuna kitu kinaitwa paternity testing, DNA paternity testing. Ina maana tunachukua kinasaba cha mtoto, kinasaba cha baba A na kinasaba cha baba B na baba C. Sasa hivi tuna teknolojia tunaingiza kwenye mashine. Kuna mfano, kuna mashine moja inaitwa gel electrophoresis machine. Bwana Yesu asifiwe. Ni mashine ambayo inachakata protini ambazo zinatengeneza hiyo DNA. Kwa hiyo
tutakuja tutajua kwamba huyu mtoto ni wa baba X au ni wa baba B kulingana na zile genetic profile au zile bandi zinavyolingana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa nakuongea nini? Ni kwamba kuna watu kwa sababu hawana Roho Mtakatifu wanadieniza shetani. Haleluya. Kuna watu kwa sababu hawana Roho Mtakatifu wanadieniza shetani. Ninaongea hicho kitu sio kisayansi, ila nakwambia kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina langu la kwanza naitwa Michael. Katika pita yangu ya maisha niliwahi kufanya michezo ya karate. Haleluya. Nilikuwa sijui, kumbe ni unabii Mungu ananitekelezea. Nilipookoka nikawa naoteshwa, naona nimebeba mapanga, yaani yale mavitu tulikuwa tunafanya yale. Naona kwenye ulimwengu wa roho, sasa nikawa najiuliza hiki ni nini? Kuna vitu ni unabii, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa naomba Mungu akaniambia badilisha jina. Ina maana jina lako ni la mizimu, natumia jina Michael. Michael ni jina la babu yangu. Amen. Kwa hiyo nilikuwa na operate kwenye ile na nilikuwa nataka niwe mganga wa kienyeji. Ina maana DNA yangu ilikuwa ni ya kipepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilipojibadilisha Mungu akaniambia from today, kuanzia leo nitakuita jina la kwanza litakuwa ni Angel Michael. Haleluya. Ina maana hadi DNA ilibadilishwa na nilifanya maombi ya kubadilisha DNA. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kwenye DNA za magonjwa kwa sababu bado ni urithi wa baba yao ambao ni shetani. Kuna watu wanaishi kwenye DNA za mateso ni kwa sababu wana DNA za yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumpigie Yesu makofi watumishi. Amen. Sasa Roho Mtakatifu yeye huwa ana uwezo wa kuchukua vitu ambavyo kwa hali ya kawaida kibinadamu huwezi kuvijua. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna mtu alipookoka siku ya kwanza akaanza kuona ndoto. Ukisoma Yoeli 2:28 inaongea kwamba baada ya hayo nitamimina roho wangu, vijana kwa wazee wataona maono, wataota ndoto, watatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hayo yapi? Ina maana baada ya hayo ina maana kuna baadhi ya vitu ulikuwa unavifanya kule, umebadilika, umekuja umekuwa ni mtumishi wa Mungu, umebadilika, umekuja umekuwa na roho wa Mungu. Baada ya hayo maovu Mungu atamimina roho wake. Haleluya. Na ndio maana kizazi hiki tunaenda kwenye kizazi cha uamsho na kimeshaanza, na taifa la Tanzania kinabii ndio limebeba hiyo manto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna roho wa Mungu ambaye anamimina kwa vijana wadogo, wanaona maono, kwa wazee wanatabiri. Ina maana ni kwa sababu ya andiko, maandiko lazima yatimie. Haleluya. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma ile Wakorintho wa 2:9, Wakorintho wa 2:9, na Mungu anasema, maana naliandika kwa hesabu hii pia ili nipate maana kwenu kwamba mmekuwa wenye utii katika mambo yote. Ukishaokoka kuna baadhi ya vitu unatakiwa uwe mtii. Ukishaokoka kuna baadhi ya vitu unatakiwa uvifanye kama mtumishi wa Mungu, ili neema ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu mimi naweza nikasema ni neema tu ambayo Mungu anampa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni neema, sio kwamba kwa uwezo. Kuna watu wamekaa kanisani miaka 40 hawana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni neema. Ndio maana anasema kwenye Wakorintho wa 2:9, maana naliandika kwa sababu hii pia ili nipate baada kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote. Ili Roho akae ndani yako unahitaji kutii. Haleluya. Unahitaji kumtii Mungu. Na
Unamtii vipi Mungu? Unamtii Mungu kama neno la Mungu liko ndani yako. Unamtii Mungu kama neno la Mungu liko ndani yako. Nilipokuwa naongelea ile DNA, nitatolea sana huo mfano kidogo ili nielewe vizuri. Kuna kitu kwenye hiyo taaluma ya DNA inaitwa phylogenetic characteristics. Phylogenetic characteristics. Tunaposema phylogenetic characteristics ni zile sifa ambayo mtu anaichukua kutokea kwenye mazingira. Nitakupa mfano na nitaomba mnisamehe kwa hili. Hivi unajua anayejua baba halisi wa mtoto ni mama? Halo? Anayejua baba halisi wa mtoto ni mama. Nitakupa mfano. Unaweza ukamchukua ukaona kabisa watoto wamefanana kabisa na wewe, ukienda kuweka kwenye mashine, na ndio siri ya Mungu. Ukienda kuweka kwenye mashine, kuna kitu kinaitwa genetic coefficient, yaani ni ile asilimia ya vinasaba vya pande zote mbili. Utakuta upande huu au yule baba ana asilimia moja au asilimia ndogo. Wanaweza sio? Na ndio maana watu wote wa asilimia 99 ya watu ambao wanaenda kufanya hivi vipimo vya vinasaba, si kwa mkemia, si wapi, ni siri. Wanaweza sio? Ni siri, ila anayejua mtoto ni wa mama, ni wa baba, ni mama. Sasa tunaposema phylogenetic characteristics au sifa za nje, kuna scenario zimeshawahi kutokea kisayansi. Manesi walichanganya watoto, yaani mama amechukuliwa mtoto wake, kapewa mama huyu, akaenda naye nyumbani na wakaishi naye. Yule mtoto alibadilika sura, akawa kama ile familia. Au hujawahi kuona mume na mke wakikaa muda mrefu ndani nyumba moja wanafanana? Ulishawahi kujiuliza hiyo swali? Sasa ndio hivi vitu. Kwa hiyo unapokuwa unakaa zaidi na Mungu, ndipo matendo makuu ya Mungu, ndipo udhihirisho wa Roho Mtakatifu ndani yako unafanyaje? Ni kisayansi lakini ni kibiblia. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kukwambia hivyo ni kujengea msingi ukae ukijua. Kama wewe ni mlokole umeokoka na hauna Roho Mtakatifu na hauna utii na unaendelea kuja kanisani, unapoteza muda. Roho Mtakatifu huwa anahitaji mtu ambaye amejitoa. Na ndio maana nimekuambia naenda kufundisha